Basi mimi huyo ndani ya lori paka Voi nikaenda nikakuta kanisa, pastor moja aitwa Pastor Joel Jackson Maganga ndo amenilea. Nikamwambia mimi ni mwanasheria na sijui Kiswahili vizuri na nataka kuwa mhubiri. Akaniambia hapa vile na kuangalia kwanza, tumefurahi umekuja, wewe ni Msomali, utakuwa watchman mzuri. Kwa hivyo nikaekwa watchman. Na mimi nikakubali. Ajangu tu ilikuwa nikae karibu na kanisa. Na unalipwa? Hakuna silipu chochote, sinapata pale ya kulala na kukula. Ilikuwa inanitosha. Alafu unaendelea na huduma mchana. Hakuna Kiswahili sijui. Ndio nikawa naenda sokoni, naombea maembe, naombea ndizi. Hata leo Voi ukienda wananitaga pastor wa maembe na ndizi. Ndio nilikuwa naziombea. Ndio nini? Ziuzo. Si wana wale sokoni pale. Na hawezi fungua kama mimi sijafika. Nafika ndo naziombea. Tena naziombea na Kisomali, juu Kiswahili nilikuwa sijui, na nikiziombea wanauza. So wakiuza jioni nikipita pale, huyu ananipa shilingi 50, huyu 20, huyu ndizi, huyu machungwa. Hivyo ndio nilikuwa na survive. Paka mama moja aitwa Mama Makao yuko paka sasa. Ndo akaniangalia akanunulia suti. Yeye ndo mtu kwanza kununulia suti. Kwa na nguo machafu. You know Christians they don't care about each other. Leo ukienda msikitini uingie tu wewe umevaa buibui, watakuangalia ni Mkikuyu, watakukumbatia. Umetoka wapi? Wewe ni nani? Lakini kanisani ni mchungaji ndo atasema salimia jirani yako. Hatusalimianiki mpaka mchungaji aseme salimia jirani yako. Ile love ya Kikristo imepotea. Hakuna. Mimi nakwambia leo kuna msikitini ukienda wote wanajuana. Kanisani mtu anaweza kuja na njaa na azimie na akufe na hakuna mtu anajali. Hata kujuana hali hakuna, paka pastor aseme haya salimia mwenzako. Tena uko jirani, muulize jina yake anaitwa nani, na wewe uone haya unamuuliza tu jina yako unaitwa nani mwenzako, na mume uko kanyote na umjui. It's too bad. Very bad. Love imepotea. So mimi mama moja anaitwa Mama Makao paka leo, she's my partner in ministry, ndo akanunulia suti. Ndio nikaanza kuhubiri, nikarudi Garissa kuwa missionary. Ukaachana na kazi? Nikasema mimi nataka kuwa missionary, nataka kufikia Wasomali. Sasa umeshika Kiswahili. Kiswahili sasa imeingia. Mtaani si ndio Kiswahili inaenda haraka kushinda hata lugha ya shule. Ukitaka kujua lugha yote, hata leo nikitaka kujua Kikuyu sasa, ninapotelea Thika, ninaenda huko mitaani. Pale waongee lugha nyingine, ninakuwa najua Kikuyu kukushinda. Ukweli. Kwa hivyo nikaenda pale nikajoin PCA, nikaletwa hapa lay training. Hapa Zambezi. Nikasoma mwaka mzima. Mimi nikamwambia mimi nataka kuwa missionary, wakaniachilia. Mimi huyo Somalia miaka 7 kuhubiri injili bila ya kutoka. Na wazazi nikuulize, wazazi wako wale baba yako alikuwa anatafuta kichwa yako na sister zako, mlishai connect? Paka leo hatujawahi. Lakini mamangu aliuawa akiwa ameokoka. Tena mimi ndo nimemzika baharini. Kwetu ukikufa hauwezi zikwa kwenye ardhi. Wanakutupa, tunakufunga na mawe. Mzika lini? Miaka kama 6 ama 7 iliyopita. I'm not very sure. Ukarudi huko home? Nikiwa huko. Kwani aliuliwa na kwa nini? Ameokoka. Wakamkata na msumeno. Ile msumeno ya umeme ndo alimkata nayo wakamua. Dadangu amezikwa akiwa hai kwa sababu ya kuokoka. Dada ule alikuwa anataka kichwa yake? Huyo mmoja alirudi akaokoka. Na yeye akazikwa akiwa hai. Sijamhubiria na sijui ameokokaje mimi. Unajua Somalia mara nyingi hatuhubiri, ni Mungu anafanya kazi yake. Unakuta huyu anasema Mungu amenitokea, huyu mwingine alikutana tu na Mkristo akapewa kitabu hivyo. Tunafanya silent. Kule kanisa tunaita underground. Ni mna bahati hapo natembea na Biblia. Nenda leo North Eastern tembea na Biblia. Hata si Somalia, North Eastern Wajia. Enda utembee na Biblia basi. Uone kile mateso utapitia. Hata kwa mimi wewe mwenyewe si Wajia ni Kenya. Mimi ni Christian. Enda tu. Enda tu uone ile matusi utapata. Yani ile Christianity inaenda underground, inaenda kwa chini kwa mateso. For 7 years nimeona kwa macho yangu watu kiuawa kwa sababu ya Kristo na wakikataa. Na baba yako? Babangu alikufa tu. Natural death? Si natural death, yeye alikuwa mtu mbaya, wakapigana huko marisasi akakufia huko. Jua umetuambia alikuwa kwa jeshi. Hiyo vita ya Al-Shabaab na nini alikufia huko. Kwa hivyo hiyo yake iliishia hapo. Lakini mimi miaka 7 nimefanya kazi Somalia kuhubiria watu. Ninapigwa, ninateswa, ninahangaishwa, lakini ile upendo wa Yesu Kristo na kumtumikia, ninatoroka ninaenda town nyingine. Hawakuwahi kukutishia kukuua? Wamejaribu mara nyingi. Kuna siku tumefungiwa kwa nyumba kama hii, watu 7. Wakristo tumeokoka na tukashikana mkono, tukaambiwa anayetaka kutoka atoke akiwa anamkana Yesu. Tukasema hatutamkana. Wakaamua kutuchinja. Wale vijana wakaniambia kwa sababu wewe ni mchungaji,
kaa wa mwisho, ukufe wa mwisho ukituombea. Kila anayechinjwa unatuombea, kila anayechinjwa unatuombea. Kwa hivyo walikuwa nakuja Jumatatu, wanachinja mtu mmoja, wanaondoka. Tunaachiwa maiti pale, tunakaa naye. Amchinjwi once. Kututesa psychologically. Mateso makubwa. Unaona hata mtu akifungwa prison anakuwa isolated kwa sababu ya kuteswa psychologically. Sasa wote walichinjwa ukabaki mwisho. Sasa Jumatatu tunaachiwa pale maiti itoke. Jumanne tunamuombea hivyo. Inaoza tu pale tu. Tukiangalia. Sasa imagine mimi ndo wa mwisho. Na mimi nimekaa, maiti imekaa, siongei, nimeshindwa kuongea, nimechanganyikiwa, sijui la kufanya, siombi, sifanyi chochote. Mimi nimkane Yesu? Siwezi mkana Yesu. Oh God. Kwa sababu hata ukimkana si kesho utakufa tu na gari. Si afadhali ukufe ukiwa umemkubali? Kifo ni kifo, tutamkanaje Yesu? Sio, ni mateso sana sababu hao wote wameoza. Mimi harusi yangu ya kwanza ilifungwa na Mkenya. Nilioa Msomali Kismayo. Waliniruhusu niweke markazi huko maporini baadaye. Porini 70 kilometers. Nini hiyo? Markazi ni kanisa ndogo. Tunaita markazi Kikwetu Center. Kama hii. Nikapata msichana ameokoka, nimemoa. Siku ya harusi tunapiga picha. Hata simjui msichana vizuri, nimemshika mkono. Al-Shabaab wameingia Land Rover ngapi? 7. Wakaja wakasema yuko wapi msichana anaolewa na Adam Haji. Wakamshika mguu, wakampanua, wakachukua kisu ya Kisomali, wakaingiza sehemu ya siri yote ndani na wakamuua. Na akakufa kwa mkono yangu hivi nikiangalia, na tukamzika na hiyo kisu ya Kisomali bila ya kutoa. Ile ndefu nafikiri unaijuaga. Bila ya kuitoa, kila mtu anaogopa kutoa. So mateso nimepitia kiasi ya kwamba mimi kumkana Yesu ni ngumu. How was you feel? Ulikuwa una feel aje? Hizo umepitia mateso mingi sana, unaona watu wako wanauliwa life. Msichana wenye umeoa unapenda sana anauliwa. Yule hata sijamgusa, hata ni siku ya harusi tu tumefunganishwa kanisani ndio alikuja, hata simjui vizuri. Hata mimi nilimuuliza mahari yake, unataka pesa ngapi? Akaniambia nifundishe Biblia. Hiyo ndio ilikuwa mahari yake. Kwa hivyo hata sijamfundisha hata Biblia yenyewe. That's painful. No. Paka Saila hata yeye mwenyewe ajui Yesu vizuri, alikuwa ameokoka tu 3 months. Ndio tunamfundisha discipleship pole pole. Kwa hivyo alipokufa, alikufa kwa mkono wangu, akaniambia siku na wewe utakufa, ukuje karibu na mimi unifundishe Biblia, huko nifundisha na kudai. Na akakufa akiwa anasema, yani kutu tunampenda Yesu, tuko tayari chochote itokee, lakini kitu yote isitutenge na upendo wa Yesu Kristo. Yani mnalipia gharama hata na sana zaidi. Paka mamangu alikatwa hivi, nasikia alikatwa akiwa anaita jina la Yesu na msimeno, na mimi ndo nimemzika. Na hakani Yesu hawezi. Hawezi kukana Yesu. Mimi mamangu unajua alikuja kwa mchungaji mmoja hapa Kenya, akaambia mchungaji, nampenda sana mchungaji, amefariki. Rafiki yangu sana. Mzee wale wazee wa zamani, akaambia mchungaji, mtoto wangu Yesu ameingia ndani. Kwa sababu kila